Mwanamke mmoja akamwonyesha msichana kwa mshangao na kumwambia bosi, huyu ndiye yule msichana uliyekuwa unamuulizia. Bosi akasema kwa uzito, twende kwake. Alimfuata haraka, akamshika mkono na kumzuia asiendelee na kazi yake ya usafi. Msichana akastuka na kumuuliza kwa hofu, kuna nini bosi? Bosi akamwangalia kwa makini na kusema, usiongee sana, jibu ninachokuuliza. Kisha akafungua faili na kumuuliza, jina lako ni Amalia? Umezaliwa New York? Umesoma design chuo kikubwa? Msichana akajibu kwa woga, ndiyo bosi, ni mimi. Bosi akashangaa sana, akasema, inawezekanaje mtu mwenye elimu kama yako afanye kazi ya usafi hapa? Kwa machozi, msichana akaeleza ukweli. Aliwahi kufanya interview idara ya design na akafaulu, lakini alikataliwa baada ya meneta kujua anatoka kijijini. Ndio maana analazimika kufanya usafi. Bosi akakasirika na kumuuliza ni nani aliyemkataa. Msichana akasema anakumbuka jina tu, Young. Bosi akamchukua hadi ofisini. Akiwa hapo akamuuliza kama amewahi kufanya kazi nyingine zaidi ya usafi. Msichana akasema mchana anasafisha, lakini usiku anamsaidia director Young kupanga mipango ya kazi. Hata ile project ya bidhaa mpya ya kufukuza mbu, lemongrass, aliitengeneza yeye. Bosi akashangaa sana. Akasema anakumbuka hiyo plan, ilikuwa bora sana na aliidhinisha bonus ya $5,000. Lakini msichana alisema alipata $200 tu. Mara moja akamuita Young. Alipofika, Young kwa kiburi akamsukuma msichana na kukaa kwenye kiti. Bosi akamuuliza aeleze hiyo plan. Young akashindwa kujibu vizuri, akaonyesha hajui chochote cha maana kuhusu hiyo bidhaa. Ndipo bosi akathibitisha ukweli. Plani ile ilitengenezwa na Amalia. Akasimama na kusema, kuanzia kesho Amalia ataongoza ofisi hii. Huna tena haja ya kufanya usafi. Young akakasirika akauliza, yeye ataenda wapi? Bosi akajibu kwa uthabiti, wewe utaanza kufanya usafi, maana hustahili nafasi hii, na kuanzia leo umefukuzwa kazi. Pia rudisha ile bonus. Mwisho bosi akamwambia, jifunze kwanza kuwa binadamu mzuri. Kila mtu hupata anachostahili siku moja.